Yes, ladies and gentlemen, before Ruto na umbwa zake watupeleke back to Rivayala, watuambie huyu kijana walituambia ni suspect aliyefanya mauaji ya wanawake na kuwarusha kwenye dimbo la Kwari Pipeline. Huyu kijana alishikwa kuficha ukweli. Unfortunately, kijana hajaipelekwa kotini. Kijana ametoroka kutoka gerezani. Serikali ituambii ako wapi. Tuachane nayo kabla tuende kuona mauaji ya Rivayala. Wakenya washaamua, hata useme Rivayala, useme nini? Ni Matiang'i asubuhi, ni Matiang'i mchana, ni Matiang'i usiku. Okay, kama tunastahili kurevisit what has happened before, tunaanza na 207, the Church of Kiambaa. Watu walichomwa ndani ya kanisa, watu waliuawa. 207, kabila mingi ziliuawa. Sana sana hatusitaje kabila, watu waliuawa na mastermind ndiye anajiita kiongozi wa Kenya. Tuachane na hiyo. Waliokuwa mashahidi wa ICC, Yebei aliuawa, tukuje Jacob Juma aliuawa, Msando aliuawa, and all of them tunajua the mastermind behind the scene. Leave that alone. The Blood Parliament documentary ilifanyika, this was just a broadcasting, ilifanyika last year June 25th. More than 500 Kenyans were killed that day because anybody who was seen in picture was shot death. There was Githurai massacre which happened. So I'm warning Mr. Kipchumba, I'm warning Cherigei, I'm warning majority. Mambo ya kutuambia Rivayala, we have already done with that. Either Matiang'i alihusika ama kuhusika ni Matiang'i.